Asifiwe. Enyewe wachungaji wenzangu, twendeni mlimani tufunuliwe Bwana. Niko mlimani ninafunuliwa mambo mengi, ninaona mpaka serikali ndani. Mungu anafungua kila kitu, mpaka nimepata jinsi ambavyo Kenya ilivyopata uhuru wake. Wewe unalifahamu hilo? Unafahamu jinsi ambavyo Kenya ilivyotembea mpaka ikakuja ikapata uhuru wake? Wewe unafahamu majeshi waliopigania Kenya? Unafahamu nabii aliyesaidia Kenyatta mpaka Kenyatta kanusurika katika kifo? Kenyatta angeuliwa, sisi saizi hatungekuwa na uhuru bwana. Lakini kuna nabii ambaye anaitwa Elijah Wanameme. Huyo jamaa alikuwa kiboko bwana. Alikuwa kiboko ya wazungu. Mzungu akamshika, wakamfunga ndani. Pop! Wakafungia yeye ndani, wakaweka kofuli. Mzungu akaenda, wakalala, wengine wakalinda. Kufika mahali asubuhi, masaa ya kuota kajua, wanakuta mwanaume ako na pingu zake huko nje. Jiulize nani alimtoa? Na mlango ile walioifunga walipomfungia ndani, huo mlango uko hivyo. Lakini mjamaa amekaa nje na kofia yake iko na manyoya ya kuku, na unafahamu ile kofia ilikuwa ni ya nini? Wewe follow mimi. Nifuate bwana, nitaweza kukuelezea mambo makubwa ambayo haujayajua. Sijavaa hii kanzu ati ni kanzu ya uganga. Hii ni kanzu ambayo niliweza kubarikiwa ya kufanya maombi. Na mimi ni mtumishi. Siwezi sema ni mtumishi wa Mungu kwa sababu wengi wanasema ni mtumishi wa Mungu, kumbe wanatumia miungu zao. Sasa mimi vile ambavyo utakavyonichukulia, nichukulie hivyo. Maana siwezi kujitetea, Mungu wangu atanitetea. So kuna kitu ambacho ninataka niwaeleze. Hii Kenya yetu, Kapenguria 6. Kenyatta aliweza kufungwa kwa jela kule Kapenguria. Akawekwa kwa tule vitu vitanda, unaelewa ni machela. Bas, hivyo machela vile ambavyo huwa zinakuwa. Na ndio maana machela katika kila hospitali huwezi enda upate kitanda ambao ilikuwa tule tu machela. Elijah Wanameme akaenda akamwambia kwa dirisha, wewe Kenyatta, ikifika tu saa moja hivi ukisikia tu anagonga ile kengele yao ya watu kubadilishana duty, toka juu ya kitanda, lala chini. Yule mzungu akikuja, hata kuja kukuangalia ati huyu amelala wapi. Bas. Si Kenyatta akasikia. Iliposikia ile gengele, zilikuwa zile tairi zile sahani za tinga za kulima. Mzungu akagonga toa. Kenyatta kusikia hivyo, akatoka juu ya kitanda, akalala chini. Akaacha hivyo. Huyu jamaa mzungu alipotoka kule na bunduki, akakuja akapiga marisasi, akapiga moja, akapiga ya pili, akajua basi huyu nimemuua. Lakini kukuja kesho yake asubuhi wanakuja kuconfirm, wanakuta mjamaa amelala juu ya kitanda kwa sawa. Na mahali penye imepita marisasi ukuta iko pale. Na ndio maana Kapenguria hiyo mashimo mawili yanalindwa. Jiulize yanalindwa kwa sababu gani? Si ujiulize hilo swali. Kwa nini yanalindwa? Na marisasi yenyewe hayako pale. Ni shimo tuwili tunalindwa. Wakakuja kufuata, wakakuta kumbe ni Elijah Wanamemsaidia. Wakafunga yeye. Wanafunga yeye, jioni wamemweka ndani, wamempea zile machakula yao, wamemtesa. Asubuhi wanamkuta kajamaa kanaota jua. Wewe unafahamu hilo? Wewe unajua nabii ni mtu wa muhimu sana katika maisha yako. Unajua nabii ni mtu wa muhimu sana kwa serikali ya Kenya. Wacheni mchezo bwana, ni follow YouTube account Mtumishi Emmanuel Wechuru, TikTok Mtumishi Emmanuel 2. God bless you.